Let's be truthful. Najua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Mimi am a man who speaks the truth. That is the truth. People, we must collect taxes to finance our development expenditure, to finance our recurrent expenditure. Juzi mnasema hamuna walimu ya kutosha. Tumeandika 35,000 teachers. We need to pay them. Sasa Rigathi Gachagua na mshahara yake milioni 1 ndio atawalipa. Hiyo pesa tutachukua kwa wananchi ndio tulipe hao walimu. Tunataka kuandika wengine 35,000 next year. Lazima tuwalipe. Hiyo pesa itachukuliwa kwa wananchi. That is the truth. So as much as tunapiga siasa na kufanya maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa ni sawa, but you must also be truthful to the people that if you don't collect taxes there will be no development. That is the truth. So the choices are there. Ukweli ni kwamba pia mheshimiwa, unajua ni mzuri nikwambie, hata kama utapinga hiyo bill itapita. You don't have the numbers. So iko haja gani kupinga kitu ambaye itapita? There's no need. Tulikuja hapa Ukambani tukaambia nyinyi, huyu mzee akitendawili hakuna pahali anaenda, tutamwangusha. Tukamwambia hii mzee akitendawili amekosea Wakamba heshima. Amechukua Kalonzo Musyoka, kiongozi ambaye tunaheshimu. Amekuwa makamu yake miaka mingi, amempeleka interview kumuuliza anaitwa nani, kama ameoa, na kumwaibisha. Baada ya hiyo aibu yote kwa Wakamba mkafuata yetu. You still followed this man. Sasa mheshimiwa, hii mzee ameita nyinyi pale kwa Kalonzo nyumbani. Anamdanganya mchana na mnapiga makofi. Ati Kenya ati naweza kuwa gawa mara mbili, ati kuwe na marais wawili. Ni uongo si uongo? Why do you believe lies? Haiwezekani ati Kenya igawe mara mbili ati kuwe marais wawili. Sio ni ndoto ya mchana. It is not possible. And you leaders from the Ukambani nation, you follow this man blindly mkijua ni uongo. Kama hiyo mzee amechoka kukaa Kenya, si aondoke peke yake. Kenya iendelee. There's no problem. Akitaka kutoka, atoke aende. Ukweli ni kwamba amejaribu mara 5. Akuje ajaribu mara ya 6. If you people want to lead the Kaba nation into opposition for the 4th time, that is your decision. Hakuna mtu atakataza nyinyi kwa sababu Kenya ni nchi ya demokrasia. Mlifuata huyo mzee 2013 mkaanguka. Mkamfuata 2017 mkaanguka. Mkamfuata 2022 mkaanguka. Unajua ukipanda maharagwe na haimei, upande tena haimei, upande mara ya 3, si unabadilishwa unapanda mahindi? So it's a decision the leadership of this region has to take. For how long does the leadership of Ukambani want the region to remain in opposition? That is a decision you have to make as leadership. From where I sit, this region needs to be in government because of the issues surrounding this region, mambo ya maji, mambo ya barabara, mambo ya kila kitu. This is a region that needs to be in government. Mheshimiwa Mulu, my friend, we are good friends. This man tulikuwa na yeye kwa show. Hapo tunangangana nini hapo inaitwa T47. Wakati ya break nikamwambia mtazama. Wakaniambia Uhuru Kenyatta hako. Nikamwambia hakuna. Sisi ndio tuko kwa ground. Hii maneno iliisha sama na nyinyi mkifuata hii mzee mtaanguka na yeye. Hakuamini. I'm telling you mheshimiwa, my friend. Because mimi naona you are a sensible leader. Wewe umekuja kwa maendeleo and you have done the right thing. Na hata hao wakukuja mtumanie hawa. Tukitoka watume mchango yao kwa principal kwa sababu mliwapigia kura. Kama wataki kuja kwa sababu tuko, kuna pahali shule imeenda. Si shule iko tu hapa. Mtumane kwa Kalonzo Musyoka, atume hata kama ni milioni 1 ikuje saidie shule. Mtumane kwa senator, atume hata kama ni 300 ikuje ijenge shule. Mtumane kwa governor, nusu milioni ikuje ijenge shule. Kwa sababu hao ni viongozi. Mimi Rigathi Gachagua sina mtoto kwa hii shule. Niko na mtoto.
We have a responsibility as leaders to develop our country. And there is need. Hata hao viongozi wa Wiper wakitembea kwa hii shule, they'll be embarrassed. Wamekuwa kwa uongozi miaka mingi, hii shule inakaa aibu. They should come to this school wajenge. Kwa sababu hii shule ni ya hapa. Sisi tumetoka mbali tumekuja kujenga, they are not here. Wako na mshahara. Si afadhali hata wakati wa hiyo 3% kwa sababu hata harambee wataki kutoa. Si wacha tukata hiyo watu pesa. Kwa sababu wakiambiwa watoe kwa hiari yao hawezi toa. Sasa hiyo watu yote iko na pesa. They are not here. It is my belief that kama wataki kuja kwa sababu tuko hapa, tukiondoka, principal wako hapa, bishop wako hapa, wakusanye pesa walete tujenge shule hii. Kwa sababu hii ni shule ya nyumbani. And charity begins at yeah. You know, mheshimiwa, mimi na kuheshimu sana. You know you are doing the right thing. Na mimi nakuambia vile unaenda mbele iko sawa. Lakini usipinge bill, wacha tulete maendeleo hapa. Lakini kwa maendeleo hata hiyo unataka ya governor, this is the right way. Wewe kaa na kila mtu, pahali watu nachanga kuwa hapo. Pahali rais wako kuwa hapo. Wacha watu wakuone unashikana na viongozi wengine kufanya maendeleo. That is the way provide leadership. Hivyo mimi ningetaka sitaki kupitisha hapa, nataka niseme tumefurahi. Na hii Kitui tuko na shukrani. Hapo mlikuwa mmempigia Uhuru Kenyatta 80%. Sisi na William Ruto mkatuongeza 29%. Nataka niseme asante. And for 29% in Kitui is good. Shares yenu hapa ni mingi kwa hii serikali yetu. You are doing well. Na hii tutaisukuma from that 29 mpaka huko mbele. Kwa hivyo mtakuwa mkiniona nikikakaa, ninarudi nikikakaa, president anakuja, tunataka tutafute urafiki, tujuane, tupendane, tuelewane. Shida yenu tu ni kufuata ile mzee ya kuzimia. Mwachane na hiyo mzee. Mzee sasa amengangana hiyo miaka yote. Sasa atapeleka nyinyi wapi? Where will he take you? Na yeye hakujagi Arabe, hakujagi kanisa, anakuja tu after every 5 years mnampigia kura. I don't understand you people. I am still learning the combination. Naendelea kujaribu kuzoea kuelewa nyinyi. Lakini mimi ningetaka kusema tujaribu kujenga hii shule and the ministry itafanya vile itawezekana na tutaendelea. But this is a good school. Na vijana nataka kupongeza nyinyi for your good discipline na good performance. Vile waziri amesema tujaribu tusukume hii performance past 10. Si ndio? Sitasukuma vijana? Nimesikia mnalia mambo ya basi. Na hii viongozi wenu hii ya Wiper, kwani ya muulizage hao wamsaidie chochote? Kwani hii viongozi kazi yao ni gani? What work do they do? So they are everywhere. Mimi sijasikia wamenunua hata basi moja. Wamenunua hata moja? Tuwashitue. Waziri Malonza, tusaidiane na wewe. Tutasaidiana na huyu waziri Malonza, tutatafutia nyinyi basi moja ya Scania. Alafu tamsaidia. But we want to challenge the leadership of this region. They have been in politics for so long. Can they show a single thing they have done in Ukambani? One. Kanisa moja pale, shule moja pale, basi moja hakuna. Sasa the last time William Ruto alikuwa hapa, mimi nimekuja. The leaders are around here. So ukienda area zingine, viongozi hata wale wa upinzani wanafanya kazi. Lakini mimi napongeza huyu mheshimiwa, hata wewe mheshimiwa kwa CDF, put good money in this school. You know, the way I look at these premier institutions in every county, it is good to put sufficient funds. Mjenge shule moja ya county, shule ambaye itakuwa the model school in the county. So mheshimiwa, consider and put sufficient funds in this school. We'll do what we can do as a government. Sisi wenyewe tutachangia, wazazi wachangie, then we see what we can do. So vijana, vile nimekuja sasa, muko sawa? Tupange bashi kidogo, si ndio?
kwa sababu sasa waheshimiwa wameongea mpaka umechelewa na lunch. So wacha mimi nipange lunch ya kesho, si ndio? Kwa sababu nimekuja mimi ni kiongozi, hamwezi kula ile lunch mmezoea. Si mkikula chapati ni sawa na soda. So ile captain, wapi that good captain, yeah, nitakupatia 500,000 ya lunch yao vijana kesho. Mpange vizuri ndio hao vijana waweze kukaa sawa sawa. Sasa wacha tufanye ile kazi imetuleta hapa. Sisi tumekuja kazi.